Kesho yake asubuhi akawa anamsubiri mwalimu apite ili amsalimie. Vanessa akajipiga lipstick kwanza, maana mwanamke ni lipstick. Akajiweka sawa, kisha nywele pia akahakikisha ziko poa. Mwalimu akawa anakuja, Vanessa akajiweka vizuri ili mwalimu avutike. Kisha David akajifanya kama hajamuona vile, akampita Vanessa na wakupata muda wa kusalimiana. Vanessa akachoka, kaona kweli mwalimu kazamilia kumchunia. Vanessa akawa anaumia na kuamua kuondoka huku kakasirika. Vanessa hakuchoka, akaamua mpaka kwenda nyumbani kwa mwalimu, maana aliona huenda shuleni mwalimu anaogopa. Akamuuliza, kwa nini upo hapa? Nimekuja kukuona mwalimu. Akamuuliza, umepajuaje hapa? Vanessa akawa anamsogelea mwalimu. Sauti ya kike ikasikika, baby, ni nani huyo? Vanessa akamuuliza, teacher, huyo ni nani? Akamwambia, my girlfriend. Vanessa akashangaa, wakapigana mabusu. Ina maana una mwanamke? Ndiyo. Je, kuna tatizo? Vanessa akawa anamwangalia mwanamke wa David. Mwanamke wake akawa anajibebisha. Unaweza kukaa, jisikie uhuru, unaweza kukaa kwenye sofa. Vanessa akaumia, akaamua kuondoka zake. Vanessa aliumia baada ya kujua kwamba mwalimu David anaishi na mwanamke. Bora asingekuja, maana anateseka zaidi na mapenzi ya mwalimu. Akawa analia kwa uchungu na kuamua kuondoka, huku mchumba wa David akawa analalamika na kumwambia, naomba kaa mbali naye. David akamwambia, usijali, wana miezi mitatu tu wanamaliza shule, sitaonana naye tena. Vanessa anarudi nyumbani kakasirika, analia. Vanessa, shida nini? Mbona unalia? Vanessa anapanda juu bila kumjibu chochote mama yake. Mama yake akawa haelewi Vanessa kapatwa na nini. Baadaye Vanessa akashuka chini kwa ajili ya kula. Mama yake akamuuliza, mwanangu, uko sawa kweli? Vanessa kumjibu chochote. Je, kuna mtu yote kakuonea? Vanessa kujibu chochote, akawa anakula chakula, tena anakula chakula kwa hasira. Mama ikabidi amwache Vanessa tu, lakini mama yake ana wasiwasi na hali ya mwanaye. Akawa anamwangalia mwanaye hammalizi. Vanessa akapiga fundo la maji ili afikirie mbinu mpya ya kufanya, maana Vanessa so mtu kukata tamaa mapema kihivyo. Kesho yake Vanessa akwenda shule. Babake ikabidi aje chumbani amuulize mwanaye kama kuna tatizo. Akamuuliza, uko sawa? Ndiyo baba. Kwani leo huendi shule? Ndiyo, siendi. Je, kuna tatizo lolote? Hakuna tatizo, ila sijisikii vizuri, ni hivyo tu. Unapaswa kumpigia daktari wako. Hapana dadi, niko sawa, nahitaji muda wa kupumzika tu. Na uhakika? Ndiyo, na uhakika. Mzee akampiga busu Vanessa na kumwacha aendelee kupumzika. Baada ya babake kuondoka, akawa anajiuliza aendelee kubaki au arudi shuleni. Akaangalia kwenye kabati, picha za mwalimu David zinamwangalia. Vanessa akataka kurudi shule, akachukua sketi yake na kujipima. Akapata wazo kwamba sketi yake kama ni ndefu, ni bora ipunguze ili akienda shule mwalimu David akiiona avutike zaidi. Yaani David angeona Vanessa anavyohangaika kwa ajili yake, angemwonea huruma hata kidogo tu, ili moyo wake ulizike. Huku shuleni mwalimu David anaingia darasani na kuwasalimia wanafunzi. Akashangaa kumwona Rara na Kamsi, ila Vanessa yupo darasani. Vanessa yuko wapi? Leo hajaja mwalimu. Mwalimu ikabidi aendelee kufundisha. Najua tumemaliza syllabus na muda sio mrefu tutafanya mtihani. Nimekuja tu revise tulichokisoma. Baada ya masomo darasani, Rara na Kamsi wakawa wanajichukua picha. Mara Vanessa akawa anaingia. Rara na Kamsi wakafurahi kumwona rafiki yao. Rara akamkumbatia kwa furaha, kisha Kamsi naye akamkumbatia. Jamani, tumekumisi. Nini kilitokea? Unajua tushakuzoea. Wakamuuliza, sketi yako imekuwaje? Je, inaonekana vibaya? Hapana, ni nzuri, tumeipenda. Inakuonyesha vizuri, inaonyesha utamu uliokuwa nao. Vanessa akageuka ili waione vizuri, lakini najua hatoipenda. Nani huyo? Your boyfriend. My boyfriend. Mr. David amekumisi sana leo. Una maana gani? Mr. David alikuja darasani leo na akakuulizia. Ni kweli? Anaonekana amekumisi sana. Vanessa akajisikia vizuri sana kusikia ameuliziwa. Vanessa akasema, nilijua ananipenda, sema ana pretend tu. Usijali rafiki yangu, anakupenda sana. Vanessa akafurahi, lakini anaonyesha apendezwi na unachofanya. Yule ni mwalimu, lazima atapretend tu. Sio kweli. Subiri utajua tu kama ananipenda au la. Hebu tuendeni tukafanye kitu. Mwalimu David akawa anaongea na Chelsea Dawa. Kamsi akaja mbio mbio. Vanessa, nini? Vanessa, kuna nini? Vanessa ikabidi amwambie mwalimu, nifuate. Kwani nini kimetokea? Rara huku akawa anamwamsha Vanessa amke. Kamsi na mwalimu wakaja haraka haraka. Mwalimu akauliza, nini kimetokea? Hata sijui, amedondoka tu. Kumbe Rara anamdanganya. Kamsi na Rara ikabidi wacheke kwa sauti. Mwalimu akashangaa, hii nini? Vanessa akanyanyuka na kukaa katikati ya miguu ya mwalimu. Kwa nini unanijali hivi? Vanessa akawa anamwangalia mwalimu machoni. Tumefanya prank kujua hisia zako kwangu. Hebu niache huko. Vanessa akazidi kumsogelea mwalimu na kumshika kola. Mambo gani mnaofanya kwenye vitu serious, halafu mnaniambia ni prank? Mtihani wenu unakaribia, halafu mpo hapa kwa ajili ya prank? Jamani mwalimu, ni busu basi. Hebu niache. Halafu Vanessa, ulifanya niamini mjomba wako ni tatizo. Sasa nimejua wewe ndio tatizo. Badala ya kuconcentrate kwenye mitihani, wewe upo hapa kwa ajili ya prank. Vanessa akawa anamwangalia tu usoni mwalimu. Naomba uniambie ukweli. Kwa nini unanijali? Mimi ninafanya kwa sababu nakupenda. Ujue wewe bado mdogo sana. Nakujali kwa sababu mimi ni mwalimu wako. Vanessa anamsogelea tu mwalimu. Akamwambia, naomba unikisi. Ukinikisi na kuhakikishia nitafaulu mtihani. Halafu nikimaliza shule nitakuja kukupa tamu yangu. Haya, naomba unikisi. Wakastuka kuona kuna mwanafunzi anachukua video. Mwalimu David akanyanyuka haraka haraka na kwenda kumtafuta mwanafunzi aliyekuwa akichukua video. Akina Vanessa na wenzake wakawa wanafurahia, wamemweza mwalimu. Mwalimu David akamkosa mwanafunzi na mwanafunzi akafanikiwa kuituma ile video kwenye grupu zote za shule. Darasani kila mmoja akawa anashangaa. Akina
Vanessa hawajui kinachoendelea. Baada ya kuona kama kuna kitu anaangalia, Vanessa akauliza, hey guys, mnaangalia nini hapo? Kamsi akawafuata na kuwauliza, ina maana nyie ni viziwi? Hebu nipatie hiyo simu. Kamsi akaamua kuwapokonya. Wanafunzi wakawa wanacheka tu. Baada ya kuangalia akagundua kumbe mwanafunzi kamtumia kila mtu. Cha ajabu Vanessa hata hajastuka. Akachukua simu akaangalia video kisha akawaambia, mimi naona haina shida yoyote. Vanessa, ndio una maana gani? Namaanisha kila mtu atajua jinsi ninavyompenda. Jamani Vanessa, kila mtu akijua, principal naye atajua. Kwa hiyo, unauliza kwa hiyo? Vanessa akaondoka. Lala na Kamsi wakawa wamuelewe rafiki yao, maana amependa kupitiliza. Huenda hata mwanafunzi alimlipa. Video ilipomfikia principal, akaitisha kikao cha bodi na kumuuliza mwalimu David, je, unaweza kutuambia ni kitu gani wewe na Vanessa kinachoendelea kwenye hii video? Mama, ilikuwa prank. Ilikuwa prank? Ni aina gani ya prank inayomhusisha mwalimu alafu unamkumbatia mwanafunzi? Nilikuwa na muagi tu. Na ule mdomo ulikuwa unafuata nini kwako? David akamwambia aliniagi kisha mimi nikampushi. Kwa nini akuagi wewe na sio walimu wengine? Mwalimu akakosa jibu. Mr. David, unaweza kutuambia vizuri mahusiano yako na Vanessa? Ni mahusiano ya teacher na student. Mahusiano hayo tu. Principal akacheka kaona ni vituko. Kwa hiyo sisi unatuona wajinga. David ikabidi aseme ukweli. Ukweli ni kwamba anampenda. Kila mtu akashangaa. Alikuwa anajaribu kunipatia zawadi. Amefanya kila kitu ili mimi nimpende na nimkubali. Hata kilichotokea ni mipango yao tu. Unataka kuniambia mwanafunzi alikuwa anakulagai wewe umpende, si ndio? Ndio, kila alipojaribu kunishawishi nilikataa. Mkuu akaguna, akutege wewe. Nataka nikuulize, ni mara ngapi alikuwa anakushawishi na kukutega? Mara nyingi tu. Mara kibao. Kwa nini haukutoa taarifa? Mama, sikuona kama kuna umuhimu. Principal akamuuliza, je, uliongea na wazazi wake? Hapana mama. Bila shaka ulikuwa unafurahia. Je, ulishaongea na mwalimu wa kike akazungumza naye? Nilipanga kumwambia leo. Ndiyo, baada ya accident ya jana nikajua sitoweza tena kukwepa. Kwa hiyo baada ya wanafunzi kuona video ndio unataka kurekebisha makosa yako. Sikujua kama ingekuwa hivyo, lakini haikuwa nia yangu. Nia yako ilikuwa ipi? Mr. David, umegundua msichana anakupenda. Badala ya kutoa taarifa kwa uongozi au wazazi wake, ukakaa kimya. Kwa nini unafanya mchezo wa kuigiza kwa wiki zote hizo kama ulikuwa huna dhamira mbaya? Mkuu wa chuo akamwambia, naomba uchukue kilicho chako na uondoke shuleni. Kwa hiyo umesimamishwa kazi. Nimesimamishwa kazi? Yes. Mr. David akauliza, kwa muda gani sasa? Mpaka pale uchunguzi utakapokamilika. Naomba uondoke. Mwalimu David akawa amesimamishwa kazi, ikabidi aondoke tu. Kuna mwanafunzi akapata umbea, akaja mpaka kwa Vanessa na kumwambia, nimesikia Mr. David kasimamishwa kazi. Nini? Umesemaje? Umenisikia. Mr. David amesimamishwa kazi kwa sababu yako. Kwa hiyo una furaha sasa? Alikuwa mwalimu bora wa Kiingereza sijawahi kuona. Ni kweli unachosema. Mwalimu David ni mwalimu bora ambaye hatujawahi kuwa naye. Wakati wanajadili kuhusu kusimamishwa kazi mwalimu, kuna mwalimu mwingine akaingia darasani na kumwambia Vanessa Kitobo, naomba unifuate. Vanessa akajua tayari ameshalikoroga, inabidi alinywe tu. Mr. Vanessa Kitobo, unaweza kutuambia teacher David ni mwalimu wa aina gani? Ni mwalimu mzuri sana wa Kiingereza na kila mtu anasema hajawahi kutokea kama yeye, lakini pia nimesikia mmemsimamisha kazi. Unakubaliana na hilo? Yes I do. Video ya wewe na yeye umeiona? Nimeiona, lakini sio sana. Mwalimu Miwani akamuuliza, una uhusiano gani wewe na mwalimu David? Ninampenda. Akasisitiza, ni mpenzi wangu. Mr. Miwani akakosa jibu. Mpenzi wako? Ndiyo teacher. Kila mmoja akabaki ameduaa. Principal akamuuliza, Mr. David ni mpenzi wako? Ndiyo mami. Bila kuogopa. Basi sawa, unaweza kwenda tu. Vanessa akatoka huko ana furaha. Principal na walimu wengine wakawa haelewi ujasiri aliokuwa nao Vanessa Kitobo. Kamsi na Lala wakawa wanamsubiri Vanessa ili aje awape umbea wa maswali aliyoulizwa na nini alichokijibu. Tuambie nini kimetokea? Je, kuna tatizo? Hakuna tatizo, walikuwa wananiuliza mahusiano yetu na mwalimu David. Lala akamuuliza, uliwajibu nini? Ukweli tu, niliwaambia ni mpenzi wangu. Vanessa, yule sio mpenzi wako, lakini atakuwa mpenzi wangu kwa sababu kila mtu anajua sasa. Kwa nini nifiche? Utamweka kwenye matatizo mwalimu, ulichofanya umekosea. Sikilizeni, ninampenda, lakini ukweli yeye hakupendi. Nilishawaambia atakuwa anaigiza tu. Kamsi akamuuliza Vanessa Kitobo, itakuwaje kama wakija kutuuliza kama mashahidi? Sisi tutasemaje? Vanessa Kitobo akawaambia, semeni ukweli, waambie ni mpenzi wangu. Lala akawaambia, najua unadanganya, lakini mimi sitaki kudanganya. Vanessa Kitobo akawaambia, kwani mara ngapi tunadanganya sisi? Hebu kweni upande wangu na mnisaidie kwa hili. Kabidi Lala na Kamsi wakubali japo kishingo upande. Vanessa akaondoka zake, akawaacha wakijadili waseme ukweli au wamlinde rafiki yao. Huku nyumbani kwa mwalimu David, mchumba wake anamlaumu, kila siku nilikwambia ni bora ungesema ukweli, ona sasa umesimamishwa kazi. Mimi nilikuwa najaribu kumlinda tu. Kumlinda? Haya, nani anayekulinda wewe? Nakuuliza swali, nani anayekulinda wewe? Baby, nimekuelewa. Akanyanyuka na kumwambia, uchunguzi ukishamalizika nitakuwa sina makosa na nitarudishwa shuleni. Mchumba wake akakasirika na kuondoka na kuona kama anaongea na mwalimu Zuzu au Mweu. Kumbe mkuu wa shule
ule aliwaita wazazi wa Vanessa. Kwa kuwa mama na mwanasheria ni watu wakubwa serikalini, wakasema lazima tumfunge. Relax mama. Hakuna cha kurelax. Mke wangu, panda kwenye gari, huyo mwalimu atatujua sisi ni nani. Mamake Vanessa na babake Vanessa wakaingia kwenye gari na kuondoka zao. Hivi unafikiria nini? Kwa nini ukutuambia kama mwalimu wako anakusumbua? Hajanisumbua, funga mdomo wako huo. Basi mama, kuwa mpole. Ni kitu gani kinaendelea na ule mwalimu? Ni mpenzi wangu. Wazazi wakashangaa, hawakutegemea jibu la Vanessa. Amesemaje? Vanessa akawaambia, baba, mama, ninampenda Teacher David. Mama yake akachanganyikiwa. Hivi umemsikia alichokiongea? Relax mke wangu. Na kuuliza umemsikia? Eti mpenzi wake. Mama akasema lazima nimfunge yule mwalimu. Mama hajafanya kosa lolote. Akawaambia, nina miaka 18, nishakuwa. Miaka 18 ni midogo mwanangu, yule ni mkubwa wako. Umri ni namba tu. Nakwambia nitakupiga wewe na mdomo wako mchafu. Mwanangu, hivi vitu na mwalimu wako ulianza lini? Je, ni kabla au baada ya kuja hapa nyumbani? Vanessa akamwambia baada ya kuja. Umeona? Mama akataka kumzibua Vanessa kitobo. Mzee akawa anamzuia. Mama, hebu niache huko. Ninampenda David na ni lazima niolewe naye. Hebu funga huo mdomo wako mchafu wewe. Eti lazima nioe. Nani akuoe wewe? Wakiwa shuleni, Lala anamuuliza Vanessa kitobo, uoni uongo wako ndio utafanya umkose kabisa mwalimu David? Sikiliza, kama nilisema mpenzi wangu na video pia imethibitisha, nafikiri atafikiria na kuamua kuwa pamoja na mimi. Kamsa akamwambia sidhani Vanessa, hebu fikiria juu ya hilo. Akamwambia baada ya suspension yake kuisha, nadhani atakuwa tayari kudate na mimi. Sidhani kama itaweza kutokea hilo. Kwa nini unasema hivyo? Kama nilivyosema haiwezi kutokea, na mwalimu hataki kuwa na mahusiano na mwanafunzi hata kama angekuwa anakupenda. Vanessa akamwambia mimi ninajua ninachokifanya. Kamsa akamwambia Vanessa, hata mimi nakusupport rafiki yangu. Lala akawa anaona kama Vanessa anapoteza muda tu. Vanessa akamwambia wewe relax tu. Kamsa akamshika kidevu Lala na kumwambia hebu tabasamu na wewe, David anakwenda kwa shemeji yetu. Huku mwalimu David anauliza, kwa nini umenifuta kazi? Kutokana na uchunguzi wetu tumethibitisha ni kweli ulikuwa na mahusiano ya kimapenzi na mwanafunzi, na hii ni kinyume cha taaluma, sheria na kanuni za shule yetu. Jamani, mimi sina mahusiano na Vanessa. Mr. David, yani nashindwa kujua unapata wapi hizo nguvu za kujiamini. Principal akamwambia Vanessa na marafiki zake wamethibitisha upo na mahusiano na Vanessa. Mkuu anadanganya, yani najuta kukupa nafasi ya counseling kwa wanafunzi wangu. Unachotakiwa kufanya, beba vitu vyako vyote vilivyobakia na uondoke mara moja hapa shuleni. David akamuuliza mkuu, una uhakika Vanessa na marafiki zake wamethibitisha hili? Mkuu wa shule akanyanyuka na kumwambia ni bora unyanyuke na kuondoka kwa sasa, maana mama yake ambaye ni wakili anakutafuta, usije ukaozea jela. Mkuu akaondoka akamwacha mwalimu David amini kama kweli kazi hana na anatafutwa. Wakati mwalimu David anafundisha somo la hisabati, akamwambia Vanessa, hebu nitafutie thamani ya x hapa ubaoni. Vanessa akaenda mpaka ubaoni na kulijibu swali. Mara akasikia sauti ya mwalimu David ikimwita, kwa hiyo hiki ndicho mlichopanga? Vanessa haelewi kinachoendelea, nifutwe kazi. Vanessa akawa anashangaa, nijibu. Vanessa akaogopa mpaka makapeni kadondoka. Nimejaribu kuwa mwema sana kwako, lakini ukuliona. Haya ndio malipo yake. Mwalimu akawa anaongea kwa hisia, nilijaribu kuja nyumbani kwenu nikifikiri una matatizo ili niweze kukusaidia Vanessa. Kosa langu liko wapi sasa? Haitoshi wewe na marafiki zako mkaenda kwa principal kuthibitisha mimi ni mpenzi wako. Kamsi na Lala wakainamisha vichwa chini, maana walikuwa wanaona aibu. Mwalimu David aliongea kwa uchungu sana mpaka mwalimu Madevu ikabidi akae vizuri kumsikiliza mwalimu wenzake. Nafikiri sasa umefurahi, si ndio? Saa naomba usiseme chochote. Akamwambia Vanessa, hongereni nyie nyote kwa sababu mmefanikiwa. Hivyo ndivyo mlivyokuwa mnataka ili mimi nifutwe kazi? Hapana, hivyo ndivyo mlivyokuwa mnataka. Mmefanikiwa, nasema asante. Ticha akaamua kuondoka zake. Vanessa kitobo akabaki na aibu, akabaki ameduaa. Vanessa, nilikwambia. Kamsa akamwambia, nilikwambia usiseme kama ni mpenzi wako. Darasa zima likashangaa na kusema, kumbe ulikuwa unadanganya. Wakacheka. Jamani, sikujua kama ingekuwa hivi. Sasa tufanyeje? Vanessa akawa hana la kujibu, ikabidi aondoke tu. Darasa likawa linawazomea huku wazazi wameapa kumfunga David. Vanessa akasema nitaambia ukweli. Akamwambia mwalimu David ya kuwa mpenzi wangu, ila nilimpenda baada ya kuona ananijali. Una maana gani unaposema anakujali? Mbona hata sisi tunakujali. Ndiyo, lakini sio hapo kabla. Nilikuwa nawaambia kuhusu Margaret, lakini hamkutaka kunisikiliza, hamkuwahi kuniamini. Margaret alikuwa anakutesa? Hiyo haiwezekani. Kwa nini alifanya hivyo? Kwa sababu alikuwa na hasira. Alisema baada ya wazazi wake kufariki aliomba msaada wa masomo, mlimkatalia. Mzee akashangaa, akataka nisifaulu shule. Akaniambia kama nikirudia kufaulu atanifanya kitu kibaya. Akaniambia kwamba alikwambia nini? Natakiwa niwe msichana mtukutu. Mzee akashangaa, na baada ya mwalimu David kuja na kumsimamisha kazi nikaacha kuwa msichana mkorofi. Mama akashangaa, kwa hiyo ndio ukaamua kumpenda mwalimu? Ndiyo, sikuwahi kupenda kabla, ndipo nikajikuta nampenda, lakini alinikataa. Alikukataa wewe? Alikataa zawadi zangu zote. Vanessa, sasa kwa nini kutuambia kama sio boyfriend wako? Kwa sababu
nilijua labda angenipenda na Vanessa akawa mpole. Nilijua baada ya kusimamishwa shule angeweza kuwa pamoja na mimi. Akawambia kwa sasa ananichukia. Mzee akachoka kusikia hivyo. Sikuwa na lengo afukuzwe shule. Mama Vanessa na baba Vanessa wakachoka. Vanessa akaogopa asije akapigwa makofi, ikabidi apande ngazi kuelekea juu akapumzike. Mama na mzee wake wakawa wanamwangalia, hawammalizi. Wakachoka kabisa, hawajui wafanye nini kwa mtoto wao. Margaret akaitwa na kufokewa. Unawezaje kumnyanyasa mwanangu? Kwa makosa yaliyotokea nyuma tulishindwa kukusomesha, sababu mume wangu alikuwa anachunguzwa kwa pesa zilizopotea benki na akaunti zake zote zilifungwa kwa miezi 6. Ndipo Margaret akagundua kumbe alikuwa anawawazia vibaya wazazi wa Vanessa. Yaani unamnyanyasa mwanangu sababu hilo? Mzee akamwambia kazi utabaki kuendelea nayo na kuamua kumfukuza nyumbani japo ni ndugu yake, kwa sababu alikuwa na roho ya kishetani. Vanessa na wenzake wakaenda kusema ukweli wote kwa principal. Akamwomba msamaha mwalimu David na kumrudisha shuleni aendelee na majukumu yake kama kawaida. Principal akamgeukia Vanessa na kumwambia, kwa uongo uliofanya utasimamishwa shule kwa muda wa mwezi mmoja, hivyo utaenda ofisi ya stafu ukachukue barua yako na nyie mtasimamishwa kwa wiki 2. Kamsi na Lala na Vanessa wakapiga magoti kumwomba mwalimu msamaha awasamehe, lakini mwalimu akabaki na msimamo wake ule ule wa kuwasimamisha shule. Vanessa, Lala na Kamsi ikabidi wanyanyuke tu waende wakachukue barua zao na kusimamishwa shule. Mkuu wa shule akamwambia mwalimu David, ukiwa kama professional counselor unatakiwa uwe na document ya kutunza kumbukumbu ya kila matukio. Ina maana ungekuwa na maelezo ya tabia ya Vanessa, hili lisingekukuta. Mwalimu David akamwahidi mkuu wa shule kwamba jambo kama hilo halitojitokeza tena. Baada ya mwezi kupita, Vanessa akarudi shuleni. Mwalimu David akakutana na Vanessa. Vanessa akamwomba msamaha mwalimu na kumwambia msamehe kwa yeyote aliyejitokeza. Hakuwa yeye, ulikuwa ni moyo tu ambao ulimpenda mwalimu. Mwalimu David akamsamehe Vanessa. Vanessa wakati anaondoka, mwalimu David akamuita. Vanessa alipogeuka, mwalimu akamwambia, najua mtihani wa mwisho umekaribia, naamini utapata A zote. Vanessa akamwambia, ndiyo, naahidi nitapata A zote. Hiyo ni ahadi yangu kwako, ila tambua moyo wangu bado unakupenda. Tutaonana baada ya mtihani. Itakuwaje part 2? Na huo ndo mwisho wa hii movie inaitwa Risk Management. Ila usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment channel yetu ya African Fix.